Hapana mama. Hapana mama nini, unalazimisha umama kikupungufu? Nani mama? Sikiliza wewe mtoto, nikwambie, hata vitabu vya dini vinatuambia kila chaguo linaendana na chaguo lake. Wewe una chaguo lako na mwanangu ana chaguo lake. Sio habari ya kung'ang'aniana tu na watoto watu hapa. Acha hiyo tabia. Umenielewa? Na kosa langu kwani ni nini? Kosa lako ni nini? Hulijui? Kosa lako ni kumfuatilia mwanangu kuja hapa. Mimi sikuhitaji wewe. Katika jamii yetu sisi hatuhusiani kabisa na nyinyi. Umenielewa? Hii habari ya kufuatana na mwanangu, kuchanganiana sampuli, mimi siitaki. Siitaki kabisa kwenye familia yangu. Umenielewa? Mimi nimekuja tu kumsalimia Toni mara moja tu. Eti Toni mara moja? Ana vifurushi vyako. Kuanzia leo mimi mahusiano yako na Toni siyahitaji. Yaani kama kwa yetu sisi, hata mtu akivuta bangi tu anachanganyikiwa kabisa na kufa. Je, akioa albino, si ndio mauti utamkuta kabisa. Power of love. Mapenzi hayachagui sura wala hali, moyo ukipenda. Kustaarabika haina maana ya sisi kutuharibia ukoo wetu. Kila ukoo una mila na desturi zake. Hivi kwa nini wewe ututoe katika mila na desturi zetu, Tom? Sasa mjomba, kama mnatupeleka kwenye mafundisho ya dini yanayofundisha upendo sio bagua wala kuchagua, halafu bado mnakuwa na imani potofu, kuna haja gani ya kuwa na hofu ya Mungu sasa? Tom, hata vitabu vya dini vinazungumzia namna ya utofauti, namna ya mfanano. Ndio maana utakuta ndege wafananao utawakuta angani wanaruka pamoja, na wanyama porini wale wafananao utawakuta wako katika kundi moja, na binadamu matajiri utawakuta na matajiri wenzao, na makapuku utawakuta na makapuku wenzao. Wewe ni nani wa kutafuta utofauti? Hebu angalia yule, hata hamuendani. Ukiangalia mfanano, jinsi mnavyofanana ni tofauti. Yeye na rangi yake na wewe na rangi yako. Tom, hivi ni nini unachotafuta? Mapenzi hayachagui sura wala. Jomba, nimeitikia wito wako na nashukuru kwa ushauri wako. Acha mimi niende. Mpenzi wangu furaha, kilio nikikukumbuka. Mdogo wangu, kwa nini unalia mdogo wangu? Dada, mimi natakiwa kuishi wapi? Au sisi watu wenye albinism siri ni ipi? Usiku nikilia na kuwaza, machozi yote ni kwa sababu yako. Nikikosa sauti ya upendo wako, dunia yote huwa. Ni nani aliyekukwaza mpaka unafikia tu kuongea maneno kama haya? Dada, kwa nini mimi nilizaliwa hivi? Kwa nini mimi na si wengine? Ni kwa sababu umekuwa wewe, na hakuna mwingine anaweza kufanana na wewe. Hilo lonalo unaliweza wewe mwenyewe. Hebu liruhusu hili na ukae ulifikiria kwa umakini, na utapata majibu yalikuwa sahihi. Sawa kipenzi changu? Hakuna anayepaswa kumhukumu binadamu mwenzake. Hivi nilivyo ndivyo nitakavyokuwa kwenye maisha yangu yote. Njoo mdogo wangu. Sura wala hali, moyo ukipenda upenda kweli. Furaha ni wewe tu. Hivi kwa nini mimi niwe sababu ya wewe kugombana na familia yako? Na kuuliza Tom. Glory, nimeshakuomba na nikakusisitizia kuwa watanielewa tu, kwa sababu bado nazidi kuelewesha na kuomba tusikate tamaa. Hakuna sababu ya kung'ang'ania jambo litakalokosa baraka tena. Hili jambo ni gumu sana kwa upande wako. Na pia ninaweza unajipigania peke yako, ikiwa mimi sina msaada wote wa kukusaidia ili ushinde kwenye pambano lako. Ahadi yangu siwezi kuivunja Glory. Nimeshakuahidi kwamba kwa namna yoyote ile, kwa hali yoyote ile, nitakuwa pamoja na wewe. Na pia naomba utambue kwamba mimi ni mtu sahihi sana kwako. Mimi mwenzako
ahadi yangu siwezi kuivunja, japokuwa hata mimi ninakupenda, ila hii dunia haihitaji upendo wetu. Mwenda ukao na chaguo lako sahihi. No, tafadhali naomba ujipe muda ili utafakari hii jambo tena upya. Glory, tusikate tamaa. Nakuomba tupambanie upendo wetu usije ukapotea. Hapana Tony, ndugu na wazazi ni muhimu sana kwenye ulimwengu, kwani hata mimi ningeshauriwa na wazazi wangu ningeweza kuwasikiliza. Hebu na wewe wasikilize wazazi wako, itakuwa vizuri zaidi, lakini sio kuendelea kuning'ang'ania mimi kila siku. Sasa mimi ninachokuomba tu, kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kuendelea mimi kunisumbua. Mwisho wa siku utasababisha mimi matatizo. Hata dunia ikitugeuka, mimi nawe hatutengani. Wazazi wakikataa, familia wakinuna, bado moyo wangu kwako umefungwa. Wanasema mapenzi yamenilemaza, kama ni hivyo basi nimekubali. Power, power, power of love, nimekupenda mpaka mwisho. Hata wakinenga dunia yote, moyo wangu hautaacha. Power, power, power of love, wewe ni maisha. Kama mlemavu nami mlemavu, tunaendana milele. Mama, shikamoo. Marahaba tu mwanangu. Wewe Tom, hebu njoo tuongee. Sinakwambia wewe sasa. Hivi tu mwanangu, inawezekanaje kuwa na ukaribu na yule mwanamke, hata kusogeleana naye tu, kugusana naye na hata kulala naye? Hivi una akili timamu kweli? Mama, kwa nini tubaguane? Lakini Sio mwanamke anayetakiwa kuwa naye yule. Yule mwanamke ni aina nyingine kabisa. Wewe inatakiwa uchague mwanamke mweusi hata kama lami, au apakwe misizi kabisa, lakini sio kuwa na kiumbe kama yule. Yule kiumbe si sahihi kabisa kwako. kama itakuwa heri kwake, ni mimi ndiye nitakayeishi naye na sio nyie mama. Kwa nini? Lakini utaenda kutafuta mama yako mwingine aliyekuzaa na sio mimi. Umenielewa? Hivi kama unasema mzazi ni sawa na Mungu wa pili, inapaswa unisikilize na kunielewa. Lakini wewe kwa nini unanikatalia? Kwa nini unibishie? Kama mzazi ni Mungu wa pili na umenipeleka kwenye mafundisho ya dini, nimejifundisha kuwa Mungu habagui, Mungu hachagui. Sasa kwa nini Mungu wangu wewe uende tofauti? Kwa nini ubague? Acha ujinga wako. Usinifanye mimi kama bibi yako sasa. Umenielewa? Naona sasa unanipanda kichwani. Haiwezekani mimi kijana naye mlisha kila siku afu anipangie. Hivi nilikusomesha bure? Niliwekeza kwako mwanangu. Usome, uelewe, uchague zuri na baya, maji na mafuta. Wewe unang'ang'ana na kitu ambacho hakiwezekani. Sisi tunakwambia kama wazazi wako, wewe usikii. Unataka nini sasa? Tukusaidiaje? Tukusaidiaje? Ina maana tuliwekeza bure. Kwa nini sitambue? Lakini nenda huko. Mkinitenga naye mtanizika, maana moyo wangu umeenda naye. Si kwa nguvu, si kwa kulazimishwa, ni mapenzi ya kweli moyoni. I love mpenzi wangu, furaha, kilio. Sio muone bana. Mimi nimewakosea nini wazazi wangu kiasi kwamba washinde kuheshimu hisia zangu? Nawakosea nini wazazi wangu? Au nawakwaza nini mimi kwenye maisha yangu? Hakuna baya lolote ambalo nimeweza kuwafanyia. Kwa nini wanashindwa kuniheshimu mimi? Hata mtaani kwetu mimi sijawahi kunyoshiwa kidole na mtu yoyote. I am a peaceful person. Kwa nini wanipige vita lakini? Kwa nini wanataka kunifanya mimi adui kwenye familia yetu? Mimi nimekuwa nikiwaheshimu wote, sijachagua mtu yoyote. Na waheshimu wote. Tommy, hebu kausha bwana. Hiyo ni mitihani tu rafiki yangu. Sawa. Najua ni wazazi na wao ni wakubwa, wanajua mengi. Lakini kwa nini wananisakama mimi? Kwa nini wanisakame mimi tu? Kwa nini wananiandama? Hivi kwa nini washindwe kuheshimu hisia zangu mimi? Kwa nini washindwe kuheshimu machaguo yangu mimi ambayo nimechagua? Hawajui ni kiasi gani mimi ninavyompenda Glory. Hawajui.
hata hawajui kwamba hizi ni hisia zangu tu zinazonipeleka huku. Hizi ni hisia zangu tu. Kwa nini niishi katika misingi yao tu? Kwa nini niishi katika misimamo yao? Tommy, wao wamekwambia vile kwa sababu wanakupenda. Sawa bwana. Alafu unavyosema kwamba wanakuandama, wanakusakama, wao wanakupenda, wakusakami rafiki yangu. Hakuna upendo wa hivi rafiki yangu. Huu sio upendo, hii ni chuki tu. Au wananichukia mimi, wangekuwa wananipenda wangeniacha. Tommy, unajua kuna watu wengine wanahitaji kuwa na wazazi. Nafasi hiyo hawajapata kabisa. Na wale ambao wazazi wao wameshatangulia mbele za haki huko, sio kwamba wamependa, hawajapenda Tommy. Sasa leo hiyo unapata fursa kama hapo unaichezea chezea tu mwanangu. Hivi mimi nawakosea nini hapo? Niambie rafiki yangu, nimewakosea nini? Nimewakosea kwa lipi mimi? Niambie rafiki yangu. Wewe unapokosea mwanangu, unajua kuna familia zingine ambazo zinahitaji kupata ushauri kama wewe unaupata wewe, lakini hazipati. Mbona? Mimi nipo kwenye geto langu, anashauri nani? Laiti kama mimi fursa hiyo ningeipata mimi, sasa hivi singekuwa hapa, ningekuwa huko. Afu na isitoshe, wale kukwambia vile wale wanakupenda Tommy. Hebu kuwa mwelewa, wale wanakupenda. Hakuna upendo wa hivi rafiki yangu. Huu sio upendo, hii ni chuki tu. Au wananichukia mimi, wangekuwa wananipenda wangeniacha. Mwanangu, hapo wewe ndio unakuja kufeli. Yule mwanamke anakupa nini? Yule mwanamke tu leo kesho anakuja kuchumbiwa yule pale, afu anakuacha solemba tu. Hivi unajua mimi nimesikitika sana. Tena nimesikitika kwelikweli yani. Mimi najua mdogo wangu umekuwa unaenda kumsaidia mama, kumbe na wewe ndo kwanza umekuwa changamoto kwenye hii familia. Hivi wewe una akili kweli wewe? Kwani kosa langu mimi hapo ni nini lakini? Tom, unajua wewe unasaidiwa sana na hawa ndugu zako. Halafu huyu dada yangu mimi ninamheshimu sana, na yeye ndio msemaji mkuu katika ukoo wetu. Hivi Tom, kitu kingine ni kwamba hivi heshima ambayo uko unaniheshimu mimi, kama ungekuwa unamheshimu na huyu mama yako, hivi unafikiria yote haya matatizo yangetokea haya? Kwanza mimi ningekuuliza, hivi wao marubini unawajua gharama zao wale viumbe? Au shehe kufanya research gharama zao ni bei gani au zikoje? Unajua mimi mwenyewe dada yako najiuliza muda wote. Ni viumbe wa sayari gani? Lakini wewe ndio umekufa, umeoza. Sasa sikiza nikwambie. Wale viumbe kwenye jua shida, kwenye joto tabu. Wewe mwenyewe hapo huwezi kujihudumia. Unategemea uhudumie. Leo wewe utaweza kumhudumia yule kiumbe wewe? Lakini kwa nini mnashindwa kuheshimu hisia zangu? Hisia gani ulizonazo za kijinga hizo? Hizo hisia ulizonazo za kipumbavu kabisa. Na sitaki kuzisikia. Muone kwanza. Lakini mama nini? Tena usitaki kunipatishia sauti. Mtu naye mlisha hapa ndani kwangu na kumuhifadhi. Sitaki kabisa akanipangia mimi. Kama unaona vipi nenda katafute familia yako nyingine na koo yako nyingine. Na mimi nitakuwa si mama yako kabisa. Muone kwanza. Allah. Yaani mama bora ubaki peke yako kuliko kubaki na hii pressure. Hii ni pressure mama. Kabisa yani. Kabisa hii ni pressure mama. Na kwanza muda wote utarudia maneno. Sisi kitu gani usichotuelewa wewe? Huelewi kitu gani wewe? Yaani wewe unamuelewa tu yule albino wako yule. Kitu gani wewe usichokielewa? Tom, hivi haya yote tunayozungumza hapa unatuelewa au yanapita tu hewani? Nimekuona mpaka mwisho. Kama ni ugonjwa tumeufuga na sasa umekomaa. Sasa tufanye nini sasa kuhusu na mtu? Mimi ndio maana nasema pengine amelogwa. Muda mrefu nawaambieni. Hii kama chizi huyu. Yaani kashakufa na kashaoza huyo. Mjomba, hakikisha wewe mtu aingie ndani. Nguo zake umpeleke huko nje. Yaani hapa ndani hamna kuingia. Hapa ndani haingii. Mapenzi hayachagui sura wala hali. Moyo ukipenda, upenda kweli. Furaha ni wewe tu.
Mbona usiku na mabegi rafiki yangu kulikoni? Wewe acha tu mwanangu. Nyumbani kumewaka moto. Ni mwana bwana nijisogeze tu. Pole sana rafiki yangu. Naomba nihifadhi kwa muda tu. Nikiwa na mpango. Sijali bro. Wewe ni ndugu yangu. Karibu sana. Umeanza tena kama kawaida yako. Muda wote unakaa unawaza tu, hata si unawaza kitu gani? Utajipa mapresha mamaangu. Nikwambie kitu mama, unajua kama ingekuwa ni full shade kwa Tom, mimi ningesema inamsumbua. Lakini baba zima lenye midevu yake mama, mimi mwenyewe nashindwa kuelewa ni kitu gani kilichomchanganya kwa yule albino. Hata sijui ni kitu gani. Sielewi kabisa mamaangu. Yaani mimi mwenyewe hata siamini. Sijui ni pepo gani lilomkumba Tom wangu. Kwa kweli hata mimi mwenyewe akili nimechanganyikiwa kabisa yani. Mama, au amelogwa huyo? Unajua sio hali ya kawaida kabisa. Eti mtu kuhama nyumbani kwa sababu ya kupenda. Alafu ni mtoto wa kiume. Anawezaje kuhama nyumbani? Hana kazi yoyote ya kumuingizia kipato. Unajua ile jambo sio la kawaida. Kwa hilo halitowezekana. Amroge nani Tom kama sio ujinga wake tu na umchanganya. Hakuna hata haja ya kutafuta mchawi. Umeshanielewa? Ni yeye mwenyewe tu kajichanganya. Basi mdogo wangu ameshapenda. Tafanya nini sasa naye amependa? Unajua kuna wakati mwingine Tom anajikuta kuwa msamaria mwema sana. Kiasi kwamba anadhani kwamba kuwasaidia watu wenye ulemavu kwamba anaweza akawa amebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu na akapata thawabu kubwa, lakini kumbe anajipotosha tu mwenyewe. Basi kama ni hivyo mama, mwanao atakuwa amepotea. Tena atakuwa amepotea kabisa. Unajua sijai kumfikiria hata siku moja kama ni miongoni mwa wajinga ambao wamepata elimu. Yaani amepotea mama mwanao. Mimi roho yangu haikubali kabisa hata kama Tom hayupo hapa nyumbani. Yaani sitokubaliana nalo kabisa yani. Sasa unafikiria utafanya kitu gani? Na ikiwa Tom hapa nyumbani ameshaondoka, utafanya nini? Mimi ni mama yake tu. Atanielewa tu Tom. Nitakachokuwa nakisema mimi atanielewa tu, wala lisikupe wasiwasi. Mimi sina kuongea sana, yangu macho. Nione mtu na mama yake wapi atakapoishia. Ila hii tabia yake kukaa muda wote kinyonge, moyo uko juu, mwenzio huwezi kujua kwa dada starehe zake, mimi sitaki. Hapa mimi nishapika chakula, twende ukale chakula uwe na amani zote. Lile jitu kubwa mama, kwa nini kuchanganye? Yaani wewe ni kwa sababu tu huna mtoto. Laiti ungekuwa unajua uchungu wa mzazi anapokuwa anajisikia, anapokuwa anakuwa na tatizo na mwanae, wala usingesema hivyo. Mama, haya yote mimi nayafahamu, uchungu wa mzazi, sijui mama akifanyaje, yote nayaelewa. Ila anachokuomba mama, twende ukale chakula. Huyu Tom atakufanya ufe mapema, utuache wengine bado tunakuhitaji. Hebu inuka bwana kaka. Tom, habari wewe kuondoka nyumbani na kuja kuishi hapa kwa rafiki yako, mimi zimeniuliza sana. Huko sio kutafuta mwafaka wewe kuondoka nyumbani, bali ni kusababishana matatizo. Tom, kwa nini unanitafutia matatizo wewe mwanaume? Kwa nini? Unadhani mimi ningefanyaje? Ikiwa nyumbani bado wananishinikiza, bado wananiandama, nimeshindwa. Umekurupuka Tom. Nilishakwambia familia yako inakupenda sana. Wewe ulishindwa kuuona upendo wao. Kwa nini? Ni amani ya moyo wangu. Amani ya moyo wangu Broli. Wewe ndo mwanamke ninayekupenda. Wewe ndo mwanamke unayenipa furaha. Nimejikuta siwezi kukusaliti. Ukipenda kweli. Uhodari wa baharia ni kutia nanga sehemu sahihi kwa chombo chake, akiashiria safari yake imefikia ukingoni, na sio kuendesha tu chombo hicho. Kwa mfano huo basi, wewe umeshaamua liwalo na liwe. Je, una uhakika sehemu unaotilia nanga ni sahihi kwako?
nanga yangu na ikatue kwenye maisha yako tu, na siku nyingine wewe ndo mwanamke ninayekupenda sana, nothing more. It is not easy. Nashindwa kwa kweli kuendelea na dhamira yangu ya upendo kwako. Nashindwa. Power of love. Mapenzi hayachagui sura wala hali, moyo ukipenda upenda kweli.